Bana, hapa nipo Majestic Cinema na tumekuja hapa kwa ajili ya movie moja tu ambayo imewakusanisha watu tofauti tofauti. Movie inaitwa Tamaa. Tumekuja hapa kuicheki. So tutapata nafasi pia ya kuzungumza na watazamaji ambao wamejitokeza siku ya leo kuja kutazama hii movie, lakini pia tutapata nafasi pia ya kuzungumza na waandaaji wa hii movie. Tutapenda kwenda kujua mengi mazuri. So endelea kukaa na sisi hapa kupitia Peacemakers TV. Kwanza mimi ni mwandaji lakini pia ndo director. Nimedirect tamthilia ya Tamaa. Maandalizi yalikuwa magumu, changamoto. Nafikiri watu wengi wanajua kwenye tasnia changamoto zinakuwaje. Pata changamoto nyingi kwenye maandalizi na pia changamoto nyingi kwenye uzinduzi. Unaelewa? Hakunaga kazi ambayo sio inaokosa changamoto. Sawa, ulitegemea mapokezi haya kwa watu wa Tanga? Nilitegemea mapokezi kwa watu wa Tanga kwa sababu wasanii walioshiriki ni watu wa Tanga. Na hii tamthilia ni ya watu wa Tanga. Unaelewa? Kwa hiyo unayoiona hiyo ni season 1. Haijaisha pale. Tuwezi kuonyesha yote kwa sababu ya muda, ili watu wengine, ili burudani nyingine zifaje ziendelee. Lakini tamthilia nzima wanacheza watu wa Tanga na kumix na watu wengine baadhi. Sawa, baada ya leo kwenye uzinduzi tutegemee nini? Hiyo yenyewe inaendelea. Hii tamthilia tumezindua hapa, inazinduliwa Tanzania nzima. Yaani sio kwamba tumezindua Tanga tu, hapana, inazinduliwa Tanzania nzima. Yaani kuna ile kuzindua tamthilia, kuna tukionyesha hapa basi ujue Morogoro inaonyeshwa, sijui wapi inaonyeshwa kwa wakati mmoja. Lakini hii inafanywa hivi, inazinduliwa hapa, alafu ikitoka hapa inakwenda sehemu fulani, kisha ile sehemu inaangalia kuna episode ngapi zinatakiwa ziongezwe. Zile episode zinashirikisha wale wasanii wa pale. Sawa zinashirikishwa wale wasanii wa pale, alafu and then badala ya hapo kwa sababu ya kuangalia vipaji, kuna wasanii hapo ambao wana vipaji lakini hawapati nafasi ya kufanya kazi. Kwa sasa sisi tulichokifanya ni kwamba tutakapokwenda kuwashirikisha hata watatu, basi ujue tayari tumeshawapa nafasi kwenye kuonyesha kipaji chao. Mashabiki zangu au mashabiki zetu, kikubwa ni support. Yaani kutusapoti sisi ambao tunaandaa tamthilia na wasanii pia. Sawa wanaoigiza. Sawa kutusapoti, lakini pia ushauri, wasiogope kutupa ushauri. Kama umeona kitu kibaya, ni bora umfuate mtu, umwambie. Ukimwambia mtu bwana hichi kitu kibaya na nini, basi mwandaaji au mwigizaji anajirekebisha. Ushaelewa, kuliko kumuongelea mtu pembeni. Ushaelewa Ni bora umwambie mtu kitu. Bwana hapa umekosea, hapa unatakiwa ufanye hivi. Ujue hata kama akipaniki, lakini atafikiria, atasema hapo nilizingua. Ushaelewa hata msanii hapa nimeigiza lakini hapa nimezingua. Unaelewa vizuri? Sawa, kwa mtu ambaye hakufika siku ya leo, kitu gani ambacho unataka kumwambia alikimisi? Amemisi kukutana na watu tofauti, lakini pia amemisi kuona tamthilia ambayo imejumuisha wasanii wa Dar es Salaam wakubwa pamoja na Watanga. Promotion ilikuwa kubwa, lakini ilikuwa katikati ya mwezi wa Ramadhani. Ulitegemea ukubwa huu watu kujitokeza? Hapana, kwa sababu of course tulikuwa kwenye mfungo, na kumconvince mtu aje kuangalia kitu chako wakati yeye ana program za sikukuu, nguo za watoto, ni kitu kigumu. Lakini kiukweli Tanga imenihamasisha kwa sababu sikutegemea mapokeo yake ni makubwa sana, kiasi kwamba hata wengine bado wako njiani wanakuja. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hiki ambacho Tanga imenipa, basi nina deni la kuwalipa. Nimejifunza vitu vingi, nimejifunza hadithi jinsi ilivyo inafundisha, lakini pia nimejifunza karakta ambao walicheza, wana talent kiasi gani humo ndani ya hiyo series. Kwa hiyo nimefurahi, ni nzuri. Ukiwa kama mwigizaji, naamini kuna jicho fulani la uigizaji upo nalo. Unaweza ukasema kitu ambacho kama umekiona hakiko sawa? Ni kweli hakuna kitu ambacho kimekamilika 100%. Sawa mapungufu yapo, lakini ni ya kawaida ya mtu yoyote yule, inaweza ikatokea kwa mtu yoyote. Kwa hiyo mimi naona kazi iko vizuri. Unasema wote kushauri tuendelee kujitahidi kufanya kazi nzuri, lakini pia tujitahidi kuonesha vipaji vyetu kwa ukubwa zaidi, kwa sababu ndo kazi zetu. Kwa hiyo lazima tuiheshimu na tuithamini zaidi.
Naam. Sawa, tutegemee nini sasa kwa upande wako? Mwaka huu mwingine ndio tuko mwezi wa 4, tunaelekea mwishoni, tunaelekea katikati ya mwaka mpaka mwishoni. Kwa upande wako tutegemee kitu gani? Kwa upande wangu vipo vitu vingi ambavyo vinakuja. Nipo location, kuna baadhi ya kazi ambazo zinakuja, kwa hiyo muda ndio utaongea. Naam. Shukrani sana. Asante sana. Kama kwenye hii movie leo umeplay part gani? Mimi nimeplay kama ni mpenzi wa bwana David. Sawa? Yes, kwamba nimedanganyiwa kwamba mwanamke ameniambia ana ujauzito alafu matokeo yake sasa mimi nimekubali, na maana nimekuwa ni mjinga. Sio? Yes, kwa kama nimekubali mimba ambayo sio yangu ni kitu ambacho kiko negative kidogo. Kwa hiyo mimi nashauri sana kama wale watu ambao wamekosa hii movie basi wajaribu ipindi itakapotoka waitafute ili waweze kuona. Ni kazi nzuri sana na inatufundisha vitu vingi sana. Kwa hiyo ina mwendelezo mwingi sana. Hili ni series. Yes, ile ni series ambayo ipo na itakuja baadaye. Kwa watu wakae mkao kula sana. Mimi jina langu kwanza naitwa Mwanakombo Hassan Jidawi. Au ukipenda sana wa Six Nyonyo. Ukijua zaidi Mama Popo. Sawa. Katika tamthilia leo Tamaa umeshiriki kama nani? Mimi katika tamthilia hii nimeshiriki kama mzazi. Lakini mzazi mwenyewe na zengo vile vile. Manake baba na mtoto, mtoto na baba, basi ndio kama hivyo unavyoelewa. Sawa. Umeonaje kwanza mapokezi ya watu wa Tanga kuja kutazama hii tamthilia? Nashukuru, alhamdulillah. Watu nashukuru wamekuja wengi, tumepata kampani kubwa. Kwa hiyo nashukuru sana. Sawa. Katika kila kazi kuna changamoto yake. Ikiwa wewe ni mama na ni mtu mzima lakini pia umefanya kazi na vijana, changamoto zipi ambazo wewe ulikuwa unakutana nazo? Changamoto zipo nyingi, lakini kwa siwezi kuziongelea zote. Kwa sababu gani? Mimi ni msanii after na mtu mzima. Unajua umri zetu tena. Unaweza ukasema mimi niweza kwenye sanaa, lakini katika akili yake yeye kama leo nilivyotoka hivi. Anajua siku zote mbona ajikoki namna leo vipi? Kumbe ni habari ya sanaa tu. Si unajua? Mimi nipo kwa ajili ya kusupport au kumsupport ndugu yangu au kijana wangu Brown pamoja na Dafa, au kwa pamoja watanaita Double Entertainment. Ni vijana wangu wapambanaji, wana vipaji na wanajitoa. Umeelewa? Yes, kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuwasupport na kushirikiana nao katika hiki wanachokifanya. Nimekuwa nao tangu wanapoanza project yao kimawazo, kiushauri. Umeelewa vizuri katika nguvu kazi. Yes, kwa hiyo ni vijana wangu. Mapokezi ya watu wa Tanga umeonaje? Mapokezi ni makubwa kwa sababu kitu kilichofanyika ni kikubwa. Kwa hiyo Tanga wana ukarimu na wana upendo. Ukifanya kitu kizuri wanakupokea vizuri na wanakukarimu vizuri. Kwa hiyo kwa sababu Dafa na Brown ni vijana wao, watu wa Tanga, wasanii wa Tanga. Kwa hiyo wamewapokea vizuri. Tunamshukuru Mungu katika hili jambo ambalo wamelianza. Limeanza katika namna ambayo kwa ukubwa wamejitoa sana, jambo ni kubwa, na watu wa Tanga na wasanii wa Tanga pia wamelipokea na wameshiriki katika namna kubwa sana. Changamoto ni nyingi kwa sababu kwanza tumeact kijijini, na unavyojua mambo ya kijijini changamoto, tulikuwa kuna mvua. Yaani kulikuwa kuna changamoto kibao, kulikuwa kuna mvua, tumeact kijijini, kulikuwa kuna utelezi, kulikuwa kuna shida kibao, hizo pia ni changamoto. Sawa. Umekuwa ni mtu ambaye umeshiriki kazi tofauti. Nataka uniambie tofauti wa kazi hii na kazi nyingine zote ambazo ushawahi kushiriki. Utofauti wa kazi hii, yaani katika kazi nyingi ambazo nimefanya, ila hii kazi ilikuwa ina changamoto kubwa sana. Kwanza yani kulikuwa kuna changamoto nyingi ambazo kwa ujumla tukisema tuzielezee hapa hazitoisha. Ila tunamshukuru Mungu, jambo letu limeenda, tumemaliza salama.